kubwa. Ni kama wote. Nimesema ile kubwa sana bwana. Sijasema wote. Lakini sawa, njoni tu. Wabaki wengine waweke uzio. Sasa tutafanya gani? Mimi nilijua watakuja wachache, kumbe wao kila mmoja ako na changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ninatamani kwamba tuwe na muda wa pekee na Yesu. Kila mtu aseme shida yake kwa Yesu. Tupate muda wa dakika kama 5 hivi. Kila mtu ang'ang'ane na Yesu wake. Baada ya hapo tatafuta watu kama 6 hivi tena watuwakilishe katika maombi. Lakini katikati ya maombi baada ya session ya mtu mmoja mmoja tutakuwa na wimbo. Wale watu wa nyimbo, mtuletee wimbo ambao unapelekana na programu yetu ya leo. Then tutafungua tena, alafu tutafanya maombi kama tulivyofanya asubuhi. Lakini kipindi hiki tukumbuke amani ya hii nchi. Sawa sawa, tunaenda kwa uchaguzi, tukumbuke amani ya hii nchi. Tuwaombee viongozi wa serikali, maana serikali imewekwa na Mungu. Watende haki katika uchaguzi, na sisi tuwe watulivu katika uchaguzi. Tuchague kwa amani na utulivu kabisa. Tukae kimya, na wale watu kama kuna mwenye gumu kabisa ambaye anasema mimi hili nataka liende kwa Yesu, anyoshe mkono juu. Kumbe ni wote. Basi barikiweni sana. Basi ngoja niombe kwanza hilo ombi na kupeleka hayo magumu kabisa kwa Bwana. Baba yetu, wewe ni Mungu wetu. Wewe sio kinyago kama wale wanaoabudu vinyago. Wewe sio ng'ombe, maana wako wanaoabudu ng'ombe jike ndio Mungu wao. Wewe sio jiwe, maana wako wanaoabudu mawe kama miungu yao. Na wewe sio kichwa cha wale wazee wa zamani, fuvu la kichwa, maana wako wanaoabudu mafuvu ya vichwa kama Mungu wao. Sisi tumekuja kukuabudu wewe, Mungu uliye hai, ambaye unaona mahali pote hata sirini. Ni wewe tuliyekuja kwako mchana wa leo. Watu wako wamekuja na mizigo mizito, na wewe tumeimba ya kwamba waliochoka sana watapata raha. Baba, wape raha nafsini mwao. Mchana wa leo wape raha nafsini mwao. Narudia tena, mchana wa leo tunaomba wape raha nafsini mwao Bwana. Watwishe mizigo yao. Kila aliyeleta mzigo wote upokee Bwana. Kuna ambayo ni mizito, haiwezekani kibinadamu, lakini kwako kila jambo linawezekana Bwana. Kwa hiyo tunaomba kwa nguvu hii ya maombi, kwa nguvu hii ya neno lako, ruhusu watu wako wapone. Kama ni magonjwa yapone, kama ni hali za kiuchumi zipone, kama wanatafuta wachumba wapatie wachumba Bwana, maana wewe unaweza. Si wachumba wote duniani ni wako Bwana, ruhusu wapatie wachumba. Kama ni swala la watoto, wengine matumbo yao yamefungwa, Bwana na akafunguke mchana wa leo. Zuruhusu kama Sara, watoto wakacheze katika matumbo yao. Lakini Mungu wetu, kuna wajane wanalilia waume zao. Kuna wajane wako na machozi mengi. Yale machozi yapanguze Yesu. Wape faraja maishani mwao. Wakuone wewe katika maisha yao. Wape amani itokayo juu, amani ya kudumu Bwana. Maana iko siku tutakutana na wapendwa wetu. Wasisononeke sana, maana umeahidi ya kwamba unakuja turudi nyumbani pamoja na wapendwa wetu. Asante Yesu. Kuna watoto wa shule wanahitaji kusoma, wanahitaji waende vyuo vikuu,
Kuna wengine wanahitaji wapate tu maksi za juu. Hao nao wakumbuke Yesu mchana wa leo, wakapate GPA nzuri za juu kabisa kwa mitihani yao, wakapate categories za A+, ikishindikana kabisa lakini B+. Wasishuke hapo, maana uliahidi watoto wako watakuwa vichwa na wala si mikia, na tena ulisema watakuwa juu tu na wala hawataenda chini kamwe. Mungu wetu, asante kwa kuwa unakwenda kutenda. Lakini katikati yetu kuna wenye changamoto za mahusiano. Mungu, ruhusu wape wale ambao watahusiana nao vyema, wale ambao watakuwa na nyumba ambazo utakaa katikati yao. Utakuwa wewe ndiye kichwa cha nyumba zao, wewe ndiye kila kitu katika nyumba zao. Wapatie Bwana magonjwa kama ya sukari, kama presha, kama vile magonjwa kama vile saratani na magonjwa mengine ambayo kibinadamu tunaona hayana dawa. Tazama, kwako yote yana dawa Bwana. Kwako hakuna lisilopona gonjwa lolote. Hata HIV positive Bwana unaponya wewe. Gusa wagonjwa katika mkutano huu, gusa kwa imani Bwana, na wanapopona acha sifa na utukufu vikurudie wewe. Lakini tunaombea nchi hii amani, tukiombea Rais Uhuru anayeondoka madarakani, tunaombea hata wale wanaogombea kiti cha urais, wafanye wawe na hekima itokayo juu, wakutumainie wewe, wawe watu ambao wacha Mungu Bwana, maana tumejifunza kwamba dunia inahitaji wacha Mungu Bwana. Acha wafanye hivyo, na sisi tupige kura kwa amani, tuwe na amani mioyoni mwetu, na mwisho acha nchi hii tulie, maendeleo yaende mbele Bwana. Asante kwa kuwa umesikia. Bariki wana na binti zako, wanenaji wa kambi hili wabariki Bwana. Kuna wenye changamoto pia, hata wao wabariki, wapatie mahitaji yao, na mimi pia nipatie mahitaji yangu na familia yangu, maana natamani asubuhi njema mimi na mke wangu na watoto wangu tukakuone katika utukufu wako. Lakini pamoja na kutano lote hili Bwana, siku utakaporudi asikosekane mmoja pale, hata kwa gharama gani, wote tukakuone katika utukufu wako. Asante Yesu kwa kuwa unakwenda kutenda. Badilisha wana na binti zako, wamekuja kwa unyenyekevu, wapokee jinsi walivyo, waandae kwa ajili ya uzima milele. Nina imani umesikia Bwana wangu, nina imani umesikia Yesu wangu, maana tumeomba yote kwa imani katika jina lake Yesu tumeomba, amen. Naomba tusogee sasa, tutaomba na wale wengine tutakao wachagua. Tusiende mbali sana, maana Mungu atakuwa nasi tu, hata tuacha. Ikiwa simba wanakufa kwa jina la Yesu, tusiogope sana. Haleluya. Tusiogope sana. Ikiwa simba wanakufa kwa jina la Yesu, ikiwa Goliati alianguka kwa jina la Yesu, leo tunaangusha Goliati magonjwa. Haleluya. Goliati nini? Dhambi ni Goliati baya. But leo Goliati dhambi tunamshinda kwa jina la Yesu. Haleluya. Hata wanaume wengine wamekuwa magoliati kwa nyumba zao, magoliati yote. Wamama wengine magoliati kwa nyumba zao, lakini walimu wengine magoliati hata kwa wanafunzi, wanamendea wanafunzi wetu. Yote tu yataanguka leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Na kila gonjwa, kila goti litapigwa, lakini na imani kwamba Yesu anatutendea muujiza leo. Magoliati yote yatalala flati hapo chini. Shetani atalala flati, hata nyanyuka, labda aende kwa vilindi vya bahari. Mungu atubariki sana. Ni nani anayekuja kuomba? Nataka mama mmoja
kijana mmoja. Unataka wewe si ukuje sasa? Unajua wewe ni ukae hapo hapo. Unataka kuja kwangu? Hello. Haya, mama mmoja, kijana mmoja, na kama tutapata mtoto mdogo atuwakilishe, na mzee mmoja. Mzee amepita Okay. Alafu tunataka na mtangazaji, utaomba uombee vyombo vya habari. Tutaviombea, usijali, tuko pamoja. Yule mzee mwingine mnono kidogo ako wapi? Mkubwa yuko? Yule mnafanya naye alitoka? Kuna mahali anahubiri? Okay. Nitaka tupate na huyo moja, hizi hatubagui. Alafu kuna mgeni kwa kambi letu, kuna mgeni awaye yote? Naam. Wageni wameenda, wamekaa pale juu. Basi kama kwa tenti tuache, tunachukua tulioko ndani. Sasa nimesema mzee, kijana, mama, mtoto, mjane, na mama mmoja mjane na baba mmoja mgane ambaye amefiwa na mkewe. Sawa sawa. Vyombo vya habari tuko nacho. Karibu. Utafanya ombi la pekee sana kwa ajili ya vyombo vitangaze haki, maana uchaguzi, vyombo vya habari ndio maripota wetu, si ndio? Maripota wetu wote waripoti habari sahihi, wasije wakapotosha umma tukapata shida, maana habari zinaenda haraka sana. Elda, nakuja kuomba. Kama nani? Kama Elda? Okay. Asante sana. Sikuwa najua hilo, samahani sana. Kwa hiyo mama mjane amefika. Asante sana. Mtoto yule mchanga, yule mdogo, anaona mtoto anajua kuomba au wako kule kwa darasa yao? Hawako. Haya. Na sasa utashika tena hiyo. Mimi nimeshaomba, wewe utashika boksi la maombi. Tutaanza pale, tutashuka hivi, na baadaye pastor ataomba, atamalizia. Lakini la msingi, wewe endelea kuomba. Omba bila kukoma. Si tumeimba hapa? Ndio. Okay. Samani. Pastor Samueli. Si uko somewhere? Basi, jo. Samahani sana. Utashika lile box leo. Utalipeleka kwa Bwana. Na utakuwa unafungia hii session ya maombi mchana wa leo. Haleluya. Tunaanza na mama pale. Tukumbuka hivi, tukumbuke kuendea amani. Shikane mikono. Songe angepata nafasi kwa hapa.
maombi yako kwa box hili tafadhali. Fanya haraka mahali huko ulete. Ili usije ukasema labda au tunaimba usinipite mkono usije unapozuru wengine usinipite. Kwa hiyo tunaomba asipite mtu hapa. Leo ni siku ya kukutana na Yesu, na Yesu yuko kwa kazi. Haleluya. Tuende nyumbani tukiwa na amani kamilifu, sio nusu tena, na mashaka yote yatoweke kwa jina la Yesu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe wadeni wetu kama nasi tunavyowasamea wadeni wetu, usitutie kishawishini bali utoke na yule mwovu, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni vyako milele na hata milele. Amen. Baba wetu mtakatifu, mkombozi, kwa unyenyekevu mkubwa katika majira haya tunyenyenyekea kiti chako cha enzi tukiomba msamaha wa dhambi wa kila aina. Mungu wetu, tuna uhakika katika sayari ya dunia ambapo shetani anapoishi anakabiliana nasi usiku na mchana. Lakini mkombozi, tukiwa na wewe ukikaa ndani yetu na sisi ndani yako, tunakuwa washindi kupitia kwa uwezo wa msalaba. Mungu wetu, sisi kama wana wako, nina uhakika vile tumekusanyika na tumesimama mahali hapa, kila mmoja ako na hitaji ambapo anataka kulileta katika miguuni pako. Mkombozi, kama vile unavyosema katika Isaya 43 fungu lake 26, ya kuwa tukukumbushe. Mungu wetu, tumekuja hapa sio kwamba ufahamu yale ambao tunapitia, lakini tumekuja kwa ajili ya kukumbusha, ili kwamba tutendee makuu kama vile ulimtendea Ann alipokukumbusha ukafungua utumbo wake na akazaa watoto. Baba mtakatifu, fikia kila mmoja kadiri na ilivyo mapenzi yako, na ukatekelezee kila mmoja kadiri na vile ilivyo na maombi yake, sababu umetupitishia kupitia kwa maandiko ya kwamba lolote tutakaloliomba kupitia kwa jina la Yesu, Mungu wangu, huo unalitenda. Kama vile ulitenda kwa mababu zetu, na sisi tunaomba ili kwamba ututendee hayo hayo uliyowatendea, ili zaidi ya yote wale ambao wanatutazama waokoke kupitia kwa yale makuu umetendea kama wana wako. Mkutano huu mzima, mkombozi, na mahali hapa tunachua kwamba uliweka wakfu tangu uumbaji wa dunia ili kwamba injili yako ikanenwe mahali hapa. Sasa tunachua huko katikati mwetu na unaenda kutenda makuu. Mungu wetu, sisi kama wale tunapeperusha mahubiri haya kupitia vyombo vya habari, tuna uhakika mambo haya yameenda katika pembe nne za dunia na watu wengi wamefarikika na kubarikiwa. Mkombozi, tunaomba nguvu na uwezo ili zaidi ya yote